Katika video kadhaa za huko nyuma nimejenga hoja kwa kupitia Qur'ani, kwa mfano katika Qur'ani sura 92 na baadhi ya aya nyingine kadhaa ambazo tunaona wazi kwamba huyu Allah si Mungu, kwa sababu kwanza tunamuona Allah akiapa kwa miungu aliomba vitu vingine, na tunamuona pia Allah akisali kama wanavyosali kiumbe kama mwanadamu. Lakini leo tutaangalia Allah akiapa kwa miungu maalum ndani ya hii Qur'ani. Inahitaji hekima, inahitaji akili na uelewa, lakini pia inahitaji kujua historia uweze kuelewa haya mambo, ndipo uweze kuona. Kwa hiyo tutaangalia leo hii sura ya 91 maarufu kama Suratul Shams. Tutaangalia namna gani huyu Allah anavyoapa, lakini kiapo chake kinaonyesha uwazi huyu Allah anaapa kwa miungu fulani fulani. Mbali ya kwamba anaapa kwa waumbaji wengine ambao hatuwezi kujua ni Mungu yupi, lakini tunamuona Allah akiapa kwa miungu. Sasa tutasoma Suratul Shams. Hii ni sura ya 91 katika Qur'an, aya ile ya kwanza mpaka ya 8. Halafu tutaanza kuichambua polepole. Suratul Shams hii tunaanza aya ya kwanza mpaka ya 8. Inasema, naapa kwa jua na kwa mwangaza wake, na kwa mwezi unapoliandama, na kwa mchana unapolidhihirisha, na kwa usiku unapolifunika, na kwa mbingu na kwa aliyezijenga, na kwa ardhi na kwa aliyeitandaza, na kwa nafsi na aliyeitengeneza, kisha ikaifahamisha uovu wake na wema wake. Ukisoma kwa haraka haraka vitu vingi hapa vinakupita, kwa sababu unaona Allah kwanza akiapa kwa jua, akiapa kwa mwezi, akiapa kwa mchana na kwa usiku pia, katika hii aya ya kwanza mpaka ya 4. Lakini unapokwenda kwenye aya ya 5 mpaka ya 8 unaona aya anaapa kwa mbingu na kwa aliyezijenga, kwamba hapa Allah sio yeye aliyozijenga mbingu, na pia anaapa kwa ardhi na kwa aliyeitandaza, kwamba yeye japokuwa Allah Waislamu wanasema kwamba ndio muumbaji, lakini tunamuona Allah katika neno lake hapa anasema kwa aliyezijenga, si yeye, kwamba huyu yuko Mungu ambaye ameijenga mbingu, na yuko Mungu ambaye ameitandaza ardhi, na yuko Mungu ambaye ameitengeneza nafsi, yani huyu mwanadamu, na yuko huyu Mungu huyo naye anaifahamisha hiyo nafsi uovu na wema wake. Lakini tutaanza kwanza kwenye swala hili la aya ya kwanza mpaka ambapo Allah anaapa kwa jua na kwa mwangaza wake, na pia anaapa kwa mwezi unapoliandama hili jua, na kwa mchana unapolidhihirisha hili jua, na kwa usiku unapolifunika jua. Sasa kimsingi hapo unahitaji kufahamu historia ya karne ya 7 wakati huu Muhammad akihubiri. Jambo la kwanza la kulitambua sura hii, Suratul Shams, ni sura ambayo iliteremka Maka. Wakati huo Muhammad akijaribu kuwashawishi Wayahudi, Wakristu na wapagani waliokuwa Maka kwamba yeye ni nabii wa Mungu, na anajaribu kuwashawishi kwamba na ni nabii kwa mujibu wa mapokeo ya mafundisho ya Kiyahudi pamoja na Kikristo, kwamba katika Torati, katika Zaburi na katika Injili basi na yeye ataonekana humo, na ni nabii kufuatana na mafundisho ya huyu Mungu anayejifunua katika Torati, Zaburi pamoja na Injili. Ndipo achukua kijaribu. Lakini pia tunapoangalia, kumbuka katika kuzunguka kwake Muhammad alijaribu sana kuwashawishi wale Waarabu walioko kwa Maka, hasa kabila lake la Quraysh. Na makabila ya Quraysh hawa wakati ule walikuwa ni wapagani, na pale Maka kwenye Kaaba kulikuwa na miungu isiyopungua 360 ikiabudiwa, mungu mbalimbali. Sasa jambo moja la msingi sana tunaambiwa kwamba unaposoma maandiko usitazame tu kilichoandikwa, lakini muhimu sana tizama namna kinavyoandikwa. Kwa mfano, unaposoma aya ya kwanza mpaka ya 4, huyu Allah anaapa kwa jua na kwa mwezi na kwa mchana na usiku, bila ya kusema nani ameviumba. Anapofika aya ya 5 mpaka ya 8 anazungumza yuko Mungu ambaye ameviumba. Kwa mfano anaposema kwa mbingu na kwa aliyezijenga, na kwa ardhi na kwa aliyeitandaza, na kwa nafsi na aliyeitengeneza, na kisha akaifahamisha uovu wake na wema wake. Hivi
ni vitu vya msingi vya kuangalia kwamba lugha yake huyu mwandishi wa Qur'ani inabadilika anapofika katika aya ya 5 mpaka ya 8, tofauti na lugha yake kutoka katika aya ya 1 mpaka ya 4. Na ni sababu ya msingi sana kwa mtu ambaye unafahamu historia ya mazingira ya bara Arabu la hii karne ya 7, kwa sababu wakati huu Muhammad anazunguka kuhubiri huku Maka, makabila mengi ya Kiarabu yalikuwa yanaliabudu jua na walikuwa wanaabudu pia mwezi na usiku na mchana, lakini nitazungumzia zaidi katika hii miungu miwili ambayo Waarabu wakati huu wa karne ya 7 walikuwa wakiabudu jua na walikuwa wakiliabudu mwezi. Kwa mfano, kuna kabila ambalo lilikuwa likitambulika kama Wahimia. Hawa walikuwa kusini kule mwa bara la Arabu. Hawa wao walikuwa wanaliabudu jua. Kuna kabila jingine wanaitwa Wasabi. Hawa wao mmojawapo ya miungu walikuwa wakiitumikia na kuiabudu ilikuwa ni mwezi. Kwao jua na mwezi katika haya makabila ilikuwa ni miungu kwao. Na inaaminika pia hata Wakureishi nao pia katika wakati fulani nao walikuwa mbali ya ile miungu 360 iliyokuwa pale Kaaba, lakini kuna viashiria kwamba hata Wakureishi nao pia walikuwa wakiabudu jua. Kwa mfano, inaaminika kabisa kwamba jina Abd Shams ni wakati wa karne ya 7 ilikuwa mojawapo majina maarufu na wale viongozi wa Kureishi na wale watawala wengi ilikuwa ni jina mojawapo maarufu. Baina ya wale viongozi na familia zao walikuwa wakitumia jina Abd Shams. Katika Kiarabu abd ni mtumwa au mtumishi. Unapokuta abd inafuata na jingine, maana yake ni mtumishi wa. Kwa mfano, Abd Shams ni mtumishi wa jua, kwa sababu Shams katika Kiarabu ni jua. Hii aya yenyewe inaitwa aya ya jua, Suratul Shams. Sasa kama sasa hivi katika Waislamu wanatumia maneno kama Abdul Rahim, Abdallah na vitu kama hivyo. Abdallah ni mja au mtumwa wa Allah. Abdul Karim ni kwamba mtumwa mkarim na vitu kama hivyo. Kwa Abd Shams ni jina ambalo lilikuwa maarufu wakati huu wa Muhammad anahubiri kule Maka. Kwa hiyo ni viashiria mojawapo pia hata Wakureishi wenyewe walikuwa wakiliabudu jua. Sasa mwandishi wa Qur'ani anapozungumza hapa kwamba naapa kwa jua na kwa mwangaza wake na kwa mwezi na unapoliandama, si kwamba anazungumzia jua kama kiumbe. Anazungumzia jua na mwezi kama miungu, na ndio maana anaapa juu yake. Anaapa juu ya mwezi kama Mungu, anaapa juu ya jua kama Mungu, na anaapa juu ya mchana na usiku pia kama miungu. Yote hii minne ilikuwa ni miungu kwa wakati huo. Kwa hiyo huyu Allah ambaye anazungumza katika Qur'ani hapa, yeye anaapa juu ya hii miungu minne, lakini ushahidi mkubwa zaidi uko katika hii miungu miwili, jua na mwezi, kwa sababu ni miungu ambayo ni viumbe ambavyo vilikuwa vinaabudiwa kama miungu kwa Waarabu, baadhi ya Waarabu wa kipindi hicho. Sasa kwa Waislamu wa sasa wanaposoma na kutafsiri aya hii, watakwambia kwamba Allah hapa anaapa juu ya hivi viumbe, mwezi, jua na usiku na mchana, kama kuonyesha utukufu ulivyo na uumbaji ulivyo. Hii ni hadaa tu ndugu yangu. Hakuna ukweli wote. Unarudi katika historia, huyu Allah anaapa kwa miungu jua, Mungu mwezi na vingine. Ndio maana unakuta anapofika katika aya ya 5, ya 6, ya 7 na ya 8, lugha yake inabadilika. Huoni akizungumzia jua limeumbwa na nani, au kuhusu jua kama limeumbwa na fulani au limeumbwa na au aliyeliumba, lakini analizungumzia lenyewe kabisa kwamba naapa kwa jua na kwa mwangaza wake, na kwa mwezi unaoliandama hili jua, na kwa mchana unapolidhihirisha hili jua, na kwa usiku unapolifunika. Anapofika kwenye sura ile aya ya 5 anasema na kwa mbingu na kwa aliyezijenga, kwamba hapa anaizungumzia mbingu kwa sababu yupo ambaye amezijenga hizi, kwamba yuko Mungu ambaye amezijenga hizi mbingu, na kwa ardhi na kwa aliyeitandaza, kwamba yupo Mungu ambaye aliitandaza hii ardhi, na kwa nafsi na aliyeitengeneza. Kwa hiyo anapoitaja mbingu, ardhi na nafsi, anazitaja maalum katika lugha ambayo anamzungumzia aliyeziumba na kuzitengeneza na kuzitandaza. Lakini anapozungumzia jua hazungumzii kwa sababu kwamba kuna aliyeziumba, lakini anazielekeza moja kwa moja
katika lugha ambayo inaonyesha wazi kabisa Allah anaapa kwa jua na mwezi usiku na mchana. Hawa walikuwa ni miungu hawa. Kwa hiyo kwa msomaji wa kawaida wa Qur'an hivi vitu unaweza usivione, lakini unaporudi katika historia na kuangalia katika maisha namna gani hao Waarabu wakiishi miaka hiyo, hili ni wazi kabisa na inahitaji uelewa wa kihistoria ndio upate kuona hivi vitu. Ni mmojawapo wa ushahidi ambao tunaona wazi kwamba Allah, japokuwa Waislamu wanamzungumzia kwamba ni yule Mungu wa kweli anayedhihirisha katika Qur'ani, katika Biblia, hakuna ukweli wote kwenye hilo. Hakuna ukweli kabisa ndugu yangu. Huyu Allah kama ni Mungu basi ni Mungu ambaye ni Mungu asiye wa kweli. Sio Mungu mkuu mwenye kuumba kila kitu mbinguni na duniani, na wala si Mungu yule anajidhihirisha katika Biblia takatifu. Kwa sababu katika wapagani miungu ilikuwa ina renki tofauti, kwamba iko miungu ambao na yenyewe pia inaabudu miungu wenzao. Hichi ndio tunachokiona hapa kwa upande wa Allah katika hii Suratul Shams kuanzia aya ya 1 mpaka ya 8. Nataka nikusomee kutoka katika kitabu cha Kumbukumbu la Torati sura ya 4 mstari wa 19. Hapa tunamuona Yehova Mungu anajidhihirisha katika Biblia takatifu akiwaonya wana wa Israeli kuhusu kuabudu baadhi ya vitu kama hivi, jua na mwezi na vitu vingine. Anasema hivi: tena usije ukainua macho yako hata mbinguni na ulionapo jua na mwezi na nyota, jeshi la mbinguni lote pia, ukashawishiwa na kuviabudu na kuvitumikia, ambavyo Bwana Mungu wako amewagawanyia watu wote chini ya mbingu zote. Kwa hiyo onyo kutoka kwa Mungu wa kweli Yehova anajidhihirisha katika Biblia takatifu lipo tokea kale. Kumbuka Kumbukumbu la Torati ni kati ya vile vitabu 5 vya Tora ambavyo tunaona Mungu anajidhihirisha na pia anafundisha wana wa Israeli na kuwaonya katika sheria zake kwamba ni aina gani ya miungu wasije wakaenda, miungu ya uongo ile, wasije wakaenda wakaianza kuiabudia. Ikiwemo hapa anaweka wazi. Anasema, na tena usije ukainua macho yako hata mbinguni na ulionapo jua na mwezi na nyota na jeshi la mbinguni lote pia, ukashawishiwa na kuviabudu na kuvitumikia, ambavyo Bwana Mungu wako amewagawanyia watu wote chini ya mbingu zote. Nikukaribishe ndugu yangu Muislamu ambao unaangalia video hii, utafakari haya mambo. Nafsi yako na roho yako ina thamani kuu mbele ya Mungu wa kweli Yehova aliyejidhihirisha katika Biblia takatifu na baadaye akamtoa mwanawe pekee Bwana wetu Yesu Kristo akafa pale msalabani kwa ajili ya ukombozi wetu. Na anatuambia wazi kwamba mimi ndimi njia na kweli na uzima, mtu haji kwa Baba isipokuwa kwa njia hii. Nikwambie tu huyu Allah Mungu wa uongo anayejinasibu katika Qur'an takatifu hana wokovu wowote. Hata huyu mjumbe wake anaitwa Muhammad hana wokovu wote, hana maneno ya wokovu. Tumeona video nyingi huko nyuma na nitaendelea kufundisha zaidi na zaidi uweze kupata ufahamu zaidi, upate kutambua hadaa iliyopo katika Uislamu hasa katika hii Qur'ani. Nikutie moyo, soma hivi haya mambo, soma maandiko, soma Biblia takatifu, soma kwa tafakari haya maandiko. Ukweli upo wazi na unajidhihirisha. Kinachohitaji tu ni wewe mwenyewe moyo wako uwe wazi kuona huu ukweli. Na Mungu akubariki sana.